ndani. Kuna vitu ambavyo wenye hukumu walinenea. Walisema chukueni maneno hayo mkaweke katika vitabu vya kumbukumbu. Ikiwa mahali ukimwi iliangamizia watu, kweli hata wewe ukiwa katika nyumba hilo na unasikia kaburi ya kando ya nyumba, ni ukimwi ilifanya jambo hilo. Usiku kuna hukumu rohoni mwako hadi asubuhi ulali. Tena wanakuambia ufunge milango uondoke. Lakini mwenye bidii anavuna. Tupo katika shamba lake Yesu mwana wa Yehova. Nyati mwenye utajiri. Ninamuita yule mganga wetu aishie angani. Wanaume wanachuna majani ardhini. Lakini Bwana wetu yuko angani. Anashuka na maneno mazuri leo. Hata kama mashetani wanakukodolea macho. Tena wanakuambia usiku kwamba haitawezekana. Jambo niliyemkumbusha binti Lego kukipambazuka leo. Nikamwambia binti Lego, kumbuka kwa yule usumba wa Suda. Boma ambalo ulibaki peke yako ukaonekana binti wa kwanza. Kwa mabinti wa mbele yako wanaangamia wote na waume zao. Na aliyeacha hata mtoto wa kuhesabiwa hayupo. Kinachoitwa agano, Biblia ya wokovu, imefanya tunaenda kukutana wa wana wa ufalme, ambapo Mungu wa wokovu anapeleka mtoto wako kwa chuo kikuu. Sisi tuliofanyika watu wa kawaida, binti Ameda, jioni tunatumwa na bakuli tunatafuta unga. Lakini leo Simba ameandaa meza. Hapa haijalishi ni mahubiri miaka mingapi. Miaka au umetembelea na Biblia, shetani ategemei hiyo. Ila Mungu akupaka mafuta uwanja amempaka mama na maneno mazuri. Wakati kanisa litafundishwa, nami pia nipo kati ya wale watakaofundwa. Leo nitakaa chini na kalamu na kitabu cha moyoni mwangu. Nikasema kwamba maneno hayo ukayaweke kwenye kibao cha moyoni. Maana anayeandika maneno ya kiongozi moyoni, moyo wako unakuwa na haki. Yule ambaye anaandika maneno ya Yehova moyoni, kwamba utakaposikia na kuandika, mtoto anayesikia maneno ya mwalimu na kuandika. Kwa nini watu wanaandika shuleni? Unaandika uweke. Siku moja utapitia. Wakati kuna mambo unasahau. Unafungua kitabu cha kumbukumbu. Unasema somo hili tulifundishwa, unafanya hivi. Kisha unakuwa upande wanaopita mtihani, si kwa wale unaanguka. Leo nahisi wema katika uwanja. Usikifu utakapokuwa njema, utasikia neno, utapokea uandike. Nyakati moja vita ilipoinuka, ikapata Daudi ameandika maneno. Kasema Bwana tangu utotoni mwangu, sasa mimi nimekuwa mzee. Nahisi magoti yangu yanalegea. Lakini nikitafakari
Bwana tayari amekanyaga uwanja. Nataka nimwache nafasi ili nami pia nirudi pale nikamwage machozi yangu. Na huu ndio wakati nampasa mtu kula na kushiba. Anasema Bwana nakula na shiba kisha nambeba kwenda kugawia wengine. Yehova sasa anapakua katika mafundisho. Usiwe mtoto ambaye anakosea, ambaye anakuja mezani baada ya watoto kushiba na kuondoka. Hebu kaandae usikivu wako kuwa njema. Leo pata imani. Uwe na imani mpendwa. Wakati mtu amepata imani, hamuna jambo ngumu kumshinda Mungu. Andaa usikivu wako kuwa njema. Usikivu mbaya umefanya umekosea. Hata wanawake wakishuhudia wanazaa, lakini ni kama hadithi kwamba kitu kiki hawatu wazai kwa sababu umeshindwa. Haleluya, haleluya. Huyo Mungu tayari amempaka mwalimu na maneno mazuri. Maneno mazuri kwa kanisa. Popote umeketi, inua mkono wako juu. Tukamwachia nafasi mwalimu. Mungu wa mazungumzo, Mungu mtetezi, Mungu anayeshuka na kutenda mema. Tayari umetuma neno lako. Umetuma neno lako Bwana. Nena na kanisa. Udhihirishwe mbele ya taifa hili. Mapenzi yako yatimie.